Msichana alimweka kidole bilionea moyoni na kusema atakufa hivi karibuni, lakini bilionea hakumwamini. Hata hivyo, msichana aligeuka na kwenda kwenye mti. Alichukua jani na kusema tungo. Kwa sekunde, jani likabadilika kuwa kidonge. Mara moja alikabidhi kidonge kwa bilionea na kusema kidonge kinaweza kuokoa moyo wake unaokufa. Baada ya kuelezea, alienda. Bilionea alikuwa kiasi nusu kuamini na nusu kutilia shaka. Haikuwa mpaka alipoingia kwenye gari kwenda nyumbani ndipo alipogundua alikuwa amemdanganywa na msichana. Msaidizi wake alifikiri vivyo hivyo, lakini sekunde iliyofuata maumivu makali yalimpiga moyo wa bilionea. Msaidizi alimpeleka hospitali kwa haraka. Ilikuwa tayari kuchelewa. Daktari alisema hakuna cha kufanya. Aliwaomba msaidizi ajitayarishe kwa mazishi ya bilionea. Wakati huu msaidizi alikumbuka ushauri wa msichana hapo awali. Bila kusita, alitoa chupa ya dawa aliyopewa na msichana na akampa bilionea kidonge. Muda mfupi baada ya kunywa dawa, bilionea aliamka akigundua kwamba msichana alimwokoa. Aliwaambia msaidizi wake amtafute msichana kwa gharama zote, lakini hakujua kwamba msichana alikuwa tayari amefika kwenye mkutano wa ukaguzi wa vitu vya kale. Alitaka kupata pesa za ziada kwa uwezo wake wa kuona mbali. Kanuni ya shindano ilikuwa kwamba kila mshindani atachagua kitu cha kale. Kitu cha kale cha Weber kilikuwa na thamani ya juu zaidi, kingeshinda dola 30 milioni. Shindano lilianza. Washindani wote walikuwa wamechagua vitu vyao vya kale, lakini kitu cha kale kilichochaguliwa na msichana kiligongana na cha mtu mwingine. Bilionea wa kike alimchukia msichana kwa kuwa masikini na kukataa kuwa na uhusiano naye. Kwa hivyo, bilionea wa kike alichagua kitu kingine. Haraka, ilikuwa zamu ya wakaguzi wa vitu vya kale kwenda kwenye jukwaa kwa kutambua. Alikuwa na ridhaa na kitu cha kale kilichochaguliwa na washindani wa kwanza. Thamani zao zilikuwa karibu sawa, lakini budha aliyechaguliwa na msichana haikuwa na thamani. Alikuwa karibu kutangaza msichana kuwa bingwa, lakini wakati huo msichana alivunja kichwa cha budha mahali hapo. Hata alivunja vitu vya kale vya washindani wengine, kwa sababu tu kitu cha kale halisi katika eneo hili lilikuwa gogo hili la jiwe. Kusikia hili, kila mtu mwingine alimtania kuwa mjinga. Hata walijiandaa kupiga simu kwa walinzi 300 kumfukuza. Lakini wakati huu msichana alivunja gogo la jiwe kwa shairi moja pamoja na mwangaza wa dhahabu. Ndani kulikuwa na tripodi ya shaba yenye thamani ya dola 80 milioni.